Ndugu mfuatiliaji wa vipindi ambavyo vinaendelea kuvitoa kuhusiana na masuala ya kilimo, na kikubwa leo tumekuja kwa ajili ya kuelekezana zaidi kuhusiana na kipimo cha soil pH kwenye udongo au shamba. Maana halisi ambayo ningetaka kuielezea leo ni hii hapa, kwamba jinsi ambavyo unatumia kitu ndio jinsi ambavyo kinapungua ubora. Ni kama unaponunua viatu. Ulipokinunua tarehe 1 mwezi wa kwanza mpaka leo mwezi wa 6 huu hakiwezi kuwa sawa, kwa sababu umezidi kukitumia na hivyo kinapungua ubora wake. Kwa hata udongo au ardhi au shamba unalokuwa unalima mara kwa mara, imagine kuna nutrients zinapungua, kuna baadhi ya activities tunaita microbial activities zinapungua. Kwa hiyo ubora kwenye huo udongo au ile eneo unapungua pia. So ndio maana tukashauri kwamba wakulima ni vizuri kabla hujalima pima soil pH. Ina maana utajua ule ubora umepungua au upo, na ufanye njia gani ili uweze kurudisha ule ubora wa udongo au kuendelea kumaintain ile quality nzuri ya udongo au eneo lako ambapo unafanya kilimo chako. Kwa hiyo sasa kuna njia mbalimbali au method ambazo unaweza kuzitumia kurudisha ule udongo katika ubora wake wa kawaida ili uweze kulima na kupata matokeo mazuri na makubwa kama ambavyo wengi tunategemea. Kwa sababu huwezi kulima halafu kategemea hasara. Au huwezi kufanya biashara ambayo unajua mwisho wa siku itakupa hasara. Kwa hiyo unafanya biashara ambayo unajua mwisho wa siku utapata faida. Kwa hiyo kufanya faida lazima ufanye uwekezaji, ufanye ufuatiliaji, uboreshe eneo lako la kazi, uboreshe shamba lako ili uweze kupata matokeo mazuri. Kama hujafollow akaunti hii, follow, kwa sababu bado kuna nondo nyingi tutazidi kuziweka na kuziupload siku baada ya siku, kuelimishana kuhusiana na swala zima la agriculture. Sasa hivi agriculture tunafanya worldwide, na agriculture ni kisasa, hatufanyi kilimo cha kizamani. So kilimo ni biashara, kilimo ni uwekezaji. Karibuni sana.